Today we want to, I see that today is like one of those special days where we need to allocate a little bit of time for Thanksgiving and testimonies. Nafikiri ni siku nyingine ambayo labda tunaweza kupatia muda kwa ajili ya kutoa shukrani. So Lord, Pastor, he said he wanted to, he could feel there was something in him he wanted to get out, but because of time. Pastor alikuwa anasikia labda kitu moja angeweza kufanya, lakini kwa ajili ya muda. So we're going to try to accommodate that as well. Hallelujah. May God help us and God bless us this morning. Amen. If we can just go straight into our word, if Pastor can read for us. So we're going to get some fast. In the book of Exodus chapter 32. Katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 32:32. Yeah, chapter 32 verse 7 and 8. Mstari wake wa 7 na wa 8. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 33:32, mstari wake wa 7 na wa 8. Kisha Bwana akamwambia Musa, "Shuka, kwa sababu watu wako uliowatoa Misri wamepotoka, wamekuwa wepesi kugeuka na kuacha nilivyowaamuru, na wamejitengenezea sanamu ya kusubu yenye umbo la ndama, wameisujudia na kuitolea dhabihu, nao wamesema, hii ndiyo miungu yenu, Israeli, iliyokupandisha kutoka Misri." Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We just read the book, I think it was our first, Pastor just read a few. First Chronicles, where God said that, and you be my people and I'll be your God. Mm-hmm. But here we see that God is telling Moses to go down to your people. Tumesoma kidogo hapa mbele sehemu katika kitabu cha Chronicles ambapo Mungu anasema kwamba mimi nitakuwa Mungu wenu na nyinyi mtakuwa watu wangu. Lakini hapa Mungu akamwambia Musa, nenda kwa watu wako haraka, shuka uende kwa watu wako haraka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God can be sometimes like that. Lakini Mungu anaweza kuwa namna hii. Because the way God operates, he's got principles. Kwa sababu njia Mungu anazozifanya ni kama vile kanuni zake. Hallelujah. Amen. And for us, in order to be able to claim the benefits that Pastor was speaking about, or for us to be able to be called the children of God or the people of God, we have to align ourselves to those principles. Kwa ajili kama vile jinsi Pastor amesema, kwa sisi tuweze kuingia, tuweze kuwa kabisa katika zile kanuni, katika nani zake, katika hali zake, au kuingia katika hali ya kimungu, ni lazima tufuatilie zile kanuni zake. Tuende vizuri sambamba na zile kanuni zake. Hallelujah. Amen. Because if we go astray from how God wants us to be, kama tunaenda pembeni ya jinsi Mungu anapenda sisi tuwe, then God is saying that He's going to spit us out. We can't really call ourselves the children of God. Kama hatuwezi kuzile kanuni za Mungu, hatuwezi kama kujiita sisi watoto wa Mungu. And time after time we see in the Bible that God, He will turn His back on His people if they turn their back. Na tutaona katika Biblia safari nyingi, mara tena na tena, Mungu anawageukia na wao watu mgongo ikiwa wanaenda kinyume ya zile kanuni zake. Hallelujah. Amen. He's not going to shy away from that. He's made it very, very clear.
align ourselves with these principles. Hiyo ni kama tunajiunga, tunaenda sambamba na zile kanuni zake. God is not going to go back in His word. Na hawezi kwenda nyuma, hawezi kugeuka kwa neno lake. God has said this ABC. He's not going to go back and say, you know what, that's okay. You can just do ED and F. Mungu akisema hiki kitakuwa ABC, hata rudi tena nyuma, ndiye sentence inakuwa sasa Hallelujah. Amen. It's up to us to align ourselves. We know when we read the Bible, we know what God wants. He's made it very clear what He wants from us, what He needs from us, and He's given us the power to be able to do that. But at the moment we step away from that, He's going to remain there. He's not going to change His principles to try to accommodate who we are. Ni sisi ambao tunapaswa kwenda sambamba na kanuni za Mungu ili tuweze kuitwa kabisa wana wa Mungu. Haiko kwamba sisi tukienda pembeni na yeye atatoka pale kwenye hivyo aende naye pembeni kama na sisi. Hapana, yeye atabaki pale pale kuwa Mungu na vile kanuni zake zilivyo ndio zitabaki siku zote. Hallelujah. Amen. That's what makes it different from us, because under the sun we can do almost anything, but because we humans, we go back on our words, we lie, we do this, we say this and then we do this, but God always remains the same. Na hiyo ndio imetufanya sisi tuweze kuwa wanadamu, kwa sababu chini ya jua hili sisi mara nyingine tunaweza kugeuka, unaweza kudanganya, unaweza kupendelea, unaweza kufanya hivi na kingine, lakini Mungu yeye atabaki yule katika neno lake. He won't change because this is happening, this is happening. He's going to remain the same because He's made it very clear. He's made it very easy for us to be able to serve Him. There's nothing that we don't have that God wants us to do. God is not going to send you to go close that door if you don't have the ability for you to close that door. Yeye anataka kuwa Mungu na hata badilika, sheria zake, hali zake zinabaki hivyo kwa sababu ametia wazi maneno yake ya kwamba hiki ukikifanya itakuwa hivi na hiki kingine ukikifanya kitakuwa. Hata kwa neno kufunga ule mlango na wewe anaona ya kwamba hauna uwezo wa kufunga ule mlango. Hallelujah. So God remains the same, and therefore the blessings and the curse that has been said is the same. He said, if you do this, you're going to receive this. If you do this, you're going to receive that. It's very, very clear for us to understand. Mungu amebaki yule na ndio maana yeye akisema hiki kitakuwa, ukifanya hiki itakuwa laana, utapata hiyo laana, na ukifanya hiki itakuwa baraka na utapata hiyo baraka, kwa sababu ameyatia wazi ili kila mtu aweze kuelewa. Hallelujah. So we go back into the story of the children of Israel. Kwa hiyo tunaweza kurudi katika historia ya wana wa Israeli. In brief, when Moses had gone up into the mountains, kwa kifupi Musa alipopanda kwenye mlima, and this was after they crossed the sea from Egypt. Na hii ilikuwa baada ya miujiza ya kuvuka bahari kutoka Misri. They've seen everything that the Lord has done. They know what God is capable of. Walikuwa tayari wamekwisha kuona makuu ambayo Mungu aliwafanyia na wanajua yale Mungu anaweza kufanya. It's not like they were strangers to the work of God. They knew exactly what God is capable of. Haikuwa kulikuwa mabadiliko katika kutenda kwa Mungu, lakini walijua kabisa kweli ni nini yale Mungu anapenda. Because it wasn't easy for them to leave Egypt, because it took so many things for them to actually be able to leave. Kwa sababu haikuwa rahisi wao waweze kutoka Misri, lakini kulikuwa mambo mengi ambayo yalipitika ili wao waweze kutoka kwa Misri. So they understood exactly what God is capable of. Walielewa kiwazi Mungu anaweza nini, ana uwezo wa kufanya nini. How great God is, how loving, how He cares so much about them. Namna gani Mungu ana upendo, namna gani Mungu anajali, anawajali, na namna gani Mungu anawapenda. God called them, these are my people, this is my tribe, these are my people. Mungu akawaita kwamba hawa ni watu wangu. Hallelujah. Amen. God boasted about these people, like these are my people. Like Mungu I'm going to take you guys out of slavery, and I'm going to send you to a land of milk and honey. Mungu akasema kwamba hawa ni watu wangu, akajivunia hao
They wanted to see God in a visual manner. They wanted to see God eye to eye. Walitamani kuona Mungu macho kwa macho, waone katika hali ya kuonekana kiwaziwazi mbele ya macho. Didn't matter what they were going to go, how God looks like. They just wanted to see them like, hey, this is our God. This is. Walianza kufikiria na waone Mungu kwa njia nyingine ambayo huyu ndio Mungu aseme hivi. It came to a time when Moses had gone up into the mountain to receive the 10 commandments. Na kulikuwa kumefika wakati ambapo Musa alipanda kwenye mlima ili aweze kupokea zile amri 10. But the Bible says that the people felt like Moses was taking so long up there. Lakini Biblia inasema kwamba watu walianza kusikia kama vile amekwisha kukawia sana Musa huko mlimani. They wanted God, because at that time Moses, the children of Israel could only communicate to God to Moses. Kwa hiyo waliona ilichukua muda sana, kwa sababu kwa wakati ule walitegemea kuongea kuzungumza na Mungu kwa kupitia Musa. And the children of Israel, they started, Moses is taking too long. We need to talk to God. We need to see God. So they went to Aaron. It's like, okay, we want you to make an image or a golden calf for us, so that we can worship you, so we can have God amongst us. Hao watu walianza kutegemea, wakaona Musa amekawia sana, wakamwendea Haruni, wakamwambia tutengenezee Mungu mwingine ambaye tutakuwa naye tuanze kumwabudu huyu. Hallelujah. All of a sudden they forgotten what God has done for them. Ghafla tu walikuwa wamesahau yote yenye Mungu aliwatendea. All of a sudden they forgotten who their God was. Ghafla tu walikuwa wamesahau Mungu ni nani. All of a sudden they forgotten where God has taken them from. Ghafla tu wakasahau kwenye Mungu aliwatoa. And after being questioned, Aaron, he brought all the gold and everything that they had and cast it into a golden calf. Baada ya Haruni kumtia pressure sana, kumwendelea kumshinikiza kiasi ya kwamba naye akawaomba mlete zile vyote dhahabu mlizonazo na akafanya ndani. Hallelujah. Amen. And then they started worshiping and oh yeah, this is the God who's taken us from. Wakaanza kuabudu hiyo ndama, wanasema huyu ndio Mungu wetu huyu kabisa. Amen. All of a sudden they've forgotten who took him from Israel and who took him from Egypt, who did everything that he had to do to take him from Wakafika wakasahau yote yale ambayo Mungu aliwatendea, alivyowatoa katika Misri na yote miujiza aliyokuwa amewatendea. All of a sudden, yeah, this is the God who said in verse 8, he said, this is the God that has taken us from captivity. This is the God who has taken us from Egypt. Wakaanza kushuhudia hiyo ndama ya kusema katika ule mstari wa 8 kwamba huyu ndio Mungu kabisa mwenye ametutoa kwa Misri. Hallelujah. Amen. God saw that. Mungu akaona. He heard what they were saying. Akasikia waliokuwa wanayasema. And the Bible tells us that our God is a jealous God. Na Biblia inasema kwamba Mungu wetu ni mwivu. Because I don't know if you can imagine yourself. You've done everything for somebody. You've done everything, gone out of your way. You've shown them wonders. You've fed them in the desert. You've fought their battles. You've done things beyond their imagination. And then all of a sudden, somebody comes and starts, what kind of person is this? Ujaribu kufikiria, upate hiyo picha ya mtu ambaye amekutendea makuu, amekutendea mema. Kama mfano wetu sisi wenyewe jinsi unavyoweza kuwa kundi moja, umejaribu hata zaidi ya yale ambayo wewe una uwezo, lakini unafanya kwa ajili ya mtu, lakini kwa ghafla kwa kwambia huyu na wewe ni nani sasa? Wewe huyu sio yule ambaye mimi nampenda. Even you, I don't know. Hata kama wewe unaweza kufikiria God himself is like that. Okay, this is too much. I was not expecting this. Lakini hata Mungu mwenyewe akasema ya kwamba hii sasa imezidi, imepita mipaka. You have to understand that God, he boasted about these people. He called them, these are my people, these are my own people. Jaribu kufikiria, Mungu amejivunia hawa watu, akasema hawa ni watu wangu na mimi ni Mungu wao. Hallelujah. Amen. All of a sudden, in that change, he went to Moses and said, go down to your people. Go down to your people. Jaribu kufikiria wakati tu hivi mambo yanabadilika, wanaanza kuabudu sanamu. Mungu akaenda kwa Musa akamwambia, wewe
after he has done all of that for them. Ujaribu kufikiria namna hizi hiyo hasira kwa ajili ya usaliti, ajili ya usaliti ambao wameufanya. Mungu akaona huo usaliti kiasi walioifanya. Hallelujah. And go down to your people, and because they've done this and done A, B, C, and D. Na Mungu akamwambia Musa, nenda kwa watu wako, kwa sababu hao watu wamefanya hivi, wamefanya hivi, wamefanya. If you read the story continues, and Moses came down and he saw what they have done. They were worshiping, they were dancing, they were rejoicing, sacrificing, everything. They did everything under the sun. And Moses clearly, when he saw that, he was frustrated, he was angry. He ended up throwing the tablets on the floor and he broke them. It was something. It was. Ujaribu kufikiria hata Musa aliporudi, akarudi akakutana watu wa kweli wanaabudu sanamu, wako wanatoa dhabihu kwa ajili ya hiyo sanamu, wanafanya vile vyote ambavyo wangepaswa kumfanyia Mungu kwa ajili ya hasira, vile vibao walivyokuwa navyo mkononi, akavitupa chini akavunjika. Hallelujah. Now, these people, they were still on a journey going to the promised land. They were not even there yet. Walikuwa bado wako safarini kwenda kwenye nchi ya ahadi, walikuwa hawajafika bado. They were not even halfway through their journey. Walikuwa hawajakuwa hata katikati ya safari yao. And they were already forsaken God. They were already going in a separate way from God. Tayari wanaanza kumwacha Mungu na wanaenda katikati ya nyingine. They removed themselves from the presence of God. Wakajitoa wao wenyewe katika uwepo wa Mungu. They divorced themselves from the presence of God, from the benefit of walking with the presence of God. Wakakata kabisa hata ndoa yao ajili ya kwenda kwa mambo mengine, wakasahau zile zote faida walizozipata mbele za Mungu. Hallelujah. Because if it wasn't for the presence of God to be upon them, kwa sababu kama isingekuwa ule uwepo wa Mungu watu yao, they wouldn't have achieved, or they wouldn't have gone as far as they hawangeweza kufika pale mbali walipofika. Hallelujah. The presence of God that was upon them, that walked with them, that it protected them. Everything that happened, that they enjoyed, was because the presence of God was upon them. Ni kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja nao. Yaani yote ambao waliyafanya, walifanikisha kufanya, ilikuwa juu uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja nao. They said, you know what? Now we don't want this. We're going to create our own God. We're going to worship this God. Ndio walisema nini? Wanasema kwamba hatutaki tena huyu Mungu, tunataka sasa tuwe na Mungu wetu. Sisi wenyewe tujiumbie Mungu wetu. So after God saw that, he said to Moses, look, you guys can continue on this journey by yourselves. God was not having it. He said, you guys can continue this journey by yourselves. I'm going to send an angel. He's gonna walk with you. He's gonna continue this journey with you. But I'm not going to be with you. Mungu akasema kwamba labda nitawaacha nyinyi, sitaendelea kuwa pamoja nanyi, nitawaacha muendelee, utaendelea wewe mwenyewe, ninyi wenyewe au wewe mwenyewe, kwa sababu nitatuma malaika, lakini wewe wangu hautaenda pamoja nami. Hallelujah. Chapter 33, verse 7 says, and God said to Moses, say to the children of Israel, you are stiff-necked people. I will come down into your midst one moment and consume you. Now therefore take your ornaments, that I may know what to do with you. Kwa sababu katika Biblia kitabu cha Kutoka sura yake ya 33 na mstari wake wa 7 inasema hivi, ya kwamba mstari wa 5 unasema hivi 5, kwa kuwa Bwana alikuwa amemwambia Musa, waambie Waisraeli, nyinyi ni watu wenye shingo ngumu, kama ningekufuatana nanyi hata kwa muda mfupi ningewaangamiza. Sasa kuweni mapambo yenu, nami nitaamua nitakalo watendea. Hivyo Waisraeli wakavua mapambo yao katika mlima Horebu. Amen. Hallelujah. Amen. God was ready to come down and actually just, you know what, you guys are done. I'm done. I'm not working with you anymore.
down and consuming all of you, I'm going to send an angel to walk with you, because if I come down, if I start walking with you, it's going to be the end of the Akasema ya kwamba mnajua mimi nitakuwa malaika kwa sababu mimi nikija nije kukiri na nyinyi naweza kuangaliza nyinyi wote. Hallelujah. Amen. But Moses understood what the presence of God meant for them. Musa alielewa ya kwamba uwepo wa Mungu ulikuwa na maana nini kwao. Hallelujah. Amen. He understood, okay, God he's not going to leave us completely, he's going to send his angel with us and blah, blah. But he understood what it meant to walk with God, to walk with his presence. Musa alielewa. Yes, Mungu anaweza kutuma malaika waje lakini Musa ndani yake kindani kabisa alielewa ni nini faida au inamaanisha nini ikiwa wataenda pamoja. Hallelujah. So Moses immediately, he refused, he just rejected. He said, no, this is, if you do not go with us, we don't even send us. Don't even send us. I know you're upset, I know you're angry, I know you don't like us right now, but if you do not go with us, we don't send us. Don't send us at all. Musa alielewa akasema ya kwamba hapana, kama hautakubali uwepo wako wewe pamoja nasi, usituache tuweze kuondoka sehemu hii. Hallelujah. Amen. Because he understood what it meant. He knew the presence of God, what it meant to him. Alielewa na akajua kwamba uwepo wa Mungu unamaanisha nini kwake. Hallelujah. Amen. Because the presence of God is the one that gave him victory. Kwa sababu uwepo wa Mungu ndio utakaopatia ushindi. The presence of God is what gave him an identity of who they are. The presence of God went before them. He fought for them. He gave them victory. He gave them blessings. Uwepo wa Mungu ndio alielewa kwamba ndio utakaopatia hata jina, hata ile identity yake itakuwa. Uwepo wa Mungu ambao utawapatia baraka. Uwepo wa Mungu ndio utakuwa na maana kubwa katika safari yao. He understood without the presence of God, they're just another nation, they're just another people, they're just another church. Alielewa ya kwamba bila uwepo wa Mungu ni watu kawaida, ni watu kama vile mataifa mengine, ni watu kama vile kawaida, ni kama vile kanisa lingine. Amen. It means that walking without God, it means that they expose, they don't have any sort of protection from God. Alielewa ya kwamba bila uwepo wa Mungu hawana ile kinga ya Mungu wa Bwana. Ni watu tu kawaida hivi. So immediately he said, no, we're not going to go. If you do not go with us, if your presence does not go with us, don't even send us. Don't send us, we will not go. Moja kwa moja akasema, Bwana, kama uwepo wako hautaenda na sisi, usituache tuondoke na sehemu. Usituache tuende sehemu yoyote ile. Kwa sababu uwepo wako haupo. Then he started coming back to the children of Israel. They started realizing when they heard Moses speaking to God, they came back to their senses and said, oh my God, we can't go without the presence of God. Wakaanza kuandikwa dhamiri zao, wakasema, Musa waliposikia Musa anaongea na Mungu, akasema, sasa hivi tuende bila uwepo wa Mungu, wakarudi kwa dhamiri zao. Hallelujah. Amen. They started mourning, they started wailing, they tore off their garments. Wakaharia katika maombolezo, wakimlilia Mungu, wakachana hata nguo zao. They tore their garments and said, Lord, we lay ourselves bare before you. Wakamlilia Mungu, wakasema, Mungu, tuko hapa, tuko tayari kufanya kama vile ndani. Just continue to plead with God. God, don't send us without your presence. We Na cannot go Musa without your presence. Na Musa akaendelea kumlilia Mungu, kumsihi Mungu kwamba usituache tuondoke bila uwepo wako. The same goes for us as well this morning. And I wanted to encourage all of us this morning. Napenda tuimizane asubuhi ya leo. Whatever you do in your life, whatever is happening in your life, chochote kinachotokea katika maisha yako, chochote unachokifanya without the presence of God, usikifanye bila uwepo wa Mungu. Usiendelee kukifanya bila uwepo wa Mungu. Don't go where the presence of God is not. Usiendelee kwenye uwepo wa Mungu haupo. Hallelujah. Amen. The presence of God that gives us that identity, the presence of God that separates us from the rest of the people. Uwepo wa Mungu unatutenganisha na watu wengine wa kawaida, ndio ambao wanatupatia jina. You can be just another church. There's so many African churches, there's so many
God that elevates us. Tunaweza kuwa kama vile kanisa zingine, makanisa mengi yako hapa ya Waafrika na ya Wazungu, lakini ni uwepo wa Mungu ambao unatutenganisha mara nyingine. Hili kanisa ndio tofauti na lingine kanisa. Without the presence of God, we're just another gathering. It's just Kwa sababu tusipokuwa na uwepo wa Mungu ni kama vile ni kusanyiko lingine la kawaida, kama vile maklabu zingine watu wanakusanyika tu. The reason that sets us apart, the thing that sets us apart is the presence of God. If we come in here every single day and the next Sunday we come back, the next Sunday we come back, because we feel the presence of God is within us. Kitu kinachotutenganisha na tunachokipaswa kuwa nacho ni kwamba tunapokuja hapa hatuje tu kama vile kawaida kila Sunday tunakuja, lakini tuje kwa sababu tunakuja katika uwepo wa Mungu. Amen. Even though God was angry, was upset, I don't know. When your parent is angry for back when we were still young, when your parent is angry and they tell you something, you're not gonna start arguing with them. Nyumbani huko wakati ni wazazi wako wanakuambia kitu, hauwezi kuanza kubishana nao. Musa alielewa hiyo. But when your parent tells you, if you know they're upset and you've done something wrong, anything they tell you, you go. Even though it's unreasonable, you're not gonna argue, you're not gonna say anything. Unajua kwamba wakati wazazi wako wanakuwa na hasira, hiyo wakati ndio unapaswa kunyenyekea. Wakituma nenda ukachukue maji haraka naenda. Hautakaa kusema mimi nilisema nilifanya hivi hapa, kwa sababu unajua wazazi wako na hasira. But Moses understood if they to take another step without the presence of God, even though God was angry, was upset, he had to bargain. Musa alielewa ya kwamba hawa watu japokuwa kama hata Mungu ikiwa Mungu ana hasira, lakini tunapaswa kunyenyekea. Hallelujah. He had to go and plead. He risked his life to go and argue for him. Alienda kumwaga hata maisha yake mbele za Mungu kwa kumlilia Mungu na kumsihi aweze kuwasamehe, aweze kubishana na Mungu. Because he understood without the presence of God, his life might as well be over. Kwa sababu alielewa ya kwamba bila uwepo wa Mungu hata maisha yake hayatakuwa yameisha. There will be no direction, there will be no guidance of any kind. Hakutakuwa mwelekeo, hakutakuwa hata uongozi hautakuwa. Any protection, there's not going to be any sort of divine understanding. Hakutakuwa hata kinga ya kimungu haitakuwepo, hata ile kuelewa kwa kiroho hakutakuwepo. Hallelujah. When you read the story of the children of Israel when they're coming from Egypt, you can see that Moses was struggling and he wouldn't have done it without the presence of God. He wouldn't have done it without God with him. Ukisoma ile habari za wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri wanaelekea kwenye nchi ya ahadi, kwa kweli hata Musa asingefanya yoyote bila uwepo wa Mungu. He couldn't have done it because there's no way we would have. These people, like God said, these people were stiff-necked people. They were hard to understand. Kwa sababu kweli hakuna hata njia moja wangeweza kuifanya bila uwepo wa Mungu. Utaona hata Biblia inasema ya kwamba hao watu ni watu wenye shingo ngumu. Hallelujah. So he risked his life to go and argue with God when God was upset. He said, "No, I'm not going to go without you. I'm not going to take another step without you. If you don't go with us, you might as well just stay here." Utaona kwamba Musa alifika hata hatua ya kumlilia Mungu akisema kwamba usituache hata tuondoke hapa bila uwepo wako, kwa sababu alielewa bila uwepo wa Mungu hawawezi kwenda sehemu yoyote. Let's understand also what it means for the presence of God to be within us, to be in our lives, to be in our church. Hata tuseme hapa sasa ni nini inamaanisha nini uwepo wa Mungu kuwa katikati yetu au kuwa katika kanisa letu. Ni hapo tutachukua neno la mwisho. Hallelujah. Because Moses understood even though they were going to go there, even if they could reach that promised land. Kwa sababu Musa alielewa hata kama wangefika kwenye ile nchi ya ahadi, that presence of God was not upon them. It would just be meaningless. It would just be another people. Kama uwepo wa Mungu usingekuwa katikati yao, wangekuwa watu wengine wa kawaida, wangekuwa haingekuwa na maana ya fulani. It wouldn't have meant anything. It wouldn't have meant this, there's just people who came from one land to another. Ingekuwa haina maana kabisa, ingekuwa tu wanasema tulitoka huku na tulienda wakati huku. Hallelujah. Amen. I don't want to take so much time because we are really running out of time. Sitachukua muda mwingi
sana kwa sababu tumekuwa na muda mdogo. But we can just, to conclude, maybe just to close it quickly. Kwa kumalizia, We can jump a little bit and just go into chapter, verse 34, verse 9 and 10. Kwa kumalizia, labda tunaweza enda kwa haraka katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 33 mstari wa 9 na ule wa 10. Biblia inasema hivi: kila mara Musa alipoingia ndani ya hema, nguzo ya wingu ingeshuka chini na kukaa kwenye ingilio wakati Bwana akizungumza na Musa. Kila mara watu walipoona hayo, hiyo nguzo, Chapter 34. au 34. Okay. Yes, katika kitabu cha Kutoka sura yake ya 34, 34 na mstari wake wa 9 and 10. Okay. 9 na 10. Okay, 9 na 10. Biblia inasema hivi: kisha Bwana akasema, tazama, ninafanya agano nawe. Mbele ya watu wako wote nitafanya maajabu ambayo hayajafanyika katika taifa lolote katika ulimwengu wote. Watu wale mnaoishi miongoni mwao wataona jinsi ilivyo ya kushangaza kazi nitakayoifanya mimi Bwana wenu. Amen. Amen. And this is an extension of the benefits or the byproduct of working with the presence of God. Hii ni faida ya kutembea au kuishi katika uwepo wa After Mungu. Moses pleaded with God, he pleaded with God and said, please do not send us without you. Please do not send us without your presence. We do not want to go without your presence. We'd rather die, we'd rather stay here if you do not go with us. Baada ya Musa alielewa ya kwamba hatuwezi kwenda bila uwepo wako, baada ya kumwambia hata kwamba alipomlilia Mungu akasema kwamba usituache tutoke hapa bila uwepo wako. Because he understood, because he knew when he continued to plead with God. Kwa sababu alielewa na akajua na akaendelea kumlilia Mungu. And because God is merciful, he made a new covenant with them. After he saw that they told the government, they understood, okay, they've done something wrong, okay, we're going to try to come back to God. Kwa sababu Mungu ni mwenye rehema, Mungu ni mwenye huruma, akasema ya kwamba nitaenda kufanya agano mbele za watu hawa, mbele za watu mataifa mengine. And God made a new covenant with them. He Na said, Mungu akafanya agano nao. these are some of the benefits of walking with the presence of God. Na hii ndio moja kati ya faida za kutembea katika uwepo wa Mungu. Hallelujah. Amen. He said, and Moses said that, then he said, if now I have found grace in your sight, O Lord, let my Lord, I pray, go among us, even though we are stiff-necked people, and pardon our iniquity and our sin, and take us in your inheritance. That's verse 9. And verse 10 said, and he said, behold, this is God saying, he said, behold, I make a covenant before all your people. I will do marvels such as have not been done in all of the earth, nor in any nation. And all the people among you whom you are shall see the work of the Lord. For it is awesome. If it is an awesome thing that I will do with you. Amen. Amen. It says that he's going to do things that I have never done before, that he's going to accomplish things that have never been accomplished before, simply because the presence of God is upon them. Mungu akaahidi, akafanya agano nao ya kwamba nitaenda kufanya jambo ambalo sijawahi kulifanya katika kwa taifa lolote lile, kwa sababu sijawahi kulifanya hata kwa taifa lingine lote lile, lakini nyinyi nitaenda kuwatendea. Hallelujah. Amen. And all the people around is going to see, they're going to testify that these people have the presence of God. They are the children of God. Na watu wote ulimwengu mzima, mataifa yote yatashuhudia na kusema kwamba hawa ni wana wa Mungu, hawa wanayo uwepo wa Mungu. Simply because the presence of God is shining upon them. Kwa sababu tu uwepo wa Mungu ulikuwa juu yao. So I encourage all of us today that let's try to follow the presence. Let's try to cling to the presence of God.
God. Let's not cling to who God is. Hata niimize kila mmoja kati yetu ya kwamba hata tuweze kung'ang'ania ule uwepo wa Mungu. Not go where the presence of God is. Tuende tu pale kwenye uwepo wa Mungu huko, na tusiende pale ambapo uwepo wa Mungu haupo. Hallelujah. Amen. Na Mungu awabariki. Amen.